dada. Kaka, umenisimamisha na kusikiliza. Asante sana kaka yangu. Unajua katika hii dunia ni binadamu wachache sana wenye mioyo kama ya kwako. Kiukweli una moyo mzuri sana. Usijali dadangu, maana ni kawaida ya Mwafrika. Utu ndio kila kitu. Mimi nafikiri tusio na mambo mengi. Simu yako niisha kupatia. Samahani kaka yangu. Tunaweza kubadilishana namba? Usijali dadangu. Namba tu. Tunaweza kubadilishana. Haya. Taja. 062 50. Ngoja. Mark. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Samahani dadangu. Kuna tatizo moja limejitokeza nyumbani. Kwa hiyo naomba niwahi mara moja. Kuna tatizo? Siku nyingine dadangu. Kaka. Shemeji, umenisimamisha. Unaweza ukazungumza. Umenisimamishia nini? Samahani Chika. Namtafuta kaka Kevin. Ana siku 4 kapotea. Naye nimemtafuta kila mahali sijamuona. Aliniaga aenda kumtafuta dada Nancy. Kevin amepotea? Nancy dada yako amepotea. Na Kevin kakako amepotea. Mimi nadhani itakuwa ni mikosi kwenye familia yenu. Chika. Mpaka nimekusimamisha na kukwambia hili jambo. Ujue liko serious. Na hapa nilikuwa naelekea kituo cha polisi kutoa taarifa kuhusu kaka. Bamdogo. Huyu hapa ni shemeji yangu kwa Nancy. Yule mwanamke tunayemtafuta. Mimi nafikiri kwa sababu aliyepotea pia ni shemeji yangu. Kwa hiyo usiogope Aisha. Mimi pamoja na baba mdogo wangu tutakusaidia kumtafuta dadako Nancy pamoja na kakako Kevin. Sawa Chika. Nakuamini sana. Naomba usiniangushe. Kama utamwona kaka Kevin au dada Nancy, naomba unipigie simu haraka. Basi sawa, usijali shemeji yangu. Okay?
Ba mdogo, umemwona huyu mwanamke? Tayari aishaanza kutufuatilia. Huenda kuna kitu ameanza kukihisi juu yetu. Sikiliza, yote 9 mimi Manzi nimemwelewa. Ba mdogo, hebu tuende, tutazungumza baadaye. Sawa, lakini ipo hivyo mzee. Vipi wewe? Mbona usiku kuna shida? Ndio afande, kuna tatizo. Kakaangu Kevin amepotea. Amepotea toka lini? Ni siku ya 6 sasa. Siku ya 6? Ndio. Na aliniaga naenda kumtafuta dada. Mbona unashangaa? Kuna chochote tunachojua kuhusu kaka Kevin? Nimeshtua kwa sababu nimeshangaa kitu kimoja. Alishaye kuja hapa ofisini na alikuwa akidai kwamba ana ushahidi. Afande, mama ndio yako hivyo. Sasa hivi ni usiku sana. Inabidi uondoke hapa wewe nyumbani kwenu. Na wewe pia niende nyumbani. Lakini kesho asubuhi na mapema itabidi uje ofisini. Umenielewa? Sawa afande, nimekuelewa. Nitawahi kesho asubuhi. Sawa. Unaweza kwenda. Karibu sana rafiki yangu Mark. Niseme tu asante sana kwa wema ulionitendea. Maana pengine bila wewe sasa hivi ningekuwa Segerea. Lakini umenisaidia kwenye shida mpaka kwenye raha, tuko pamoja. Wewe ni rafiki, tena zaidi ya rafiki. Maana sasa hivi ushahidi tumeupoteza ndugu yangu. Chika, ni kweli unayozungumza. Mimi kama nilikwambia kila kitu kitakuwa sawa. Alafu kitu ambacho kijui, wewe ni rafiki yangu sana. Na sasa hivi tunapoelekea, wewe ni zaidi ya rafiki yangu sasa hivi. Naamini kwamba kila kitu kitaenda sawa. Alafu nitaka kusahau. Mchana wa leo ulinipigia simu kaniambia kuna dada sijui, kaniambia kama kuna mwanamke yeyote yule anayenifuatilia nijaribu kuwa makini. Ulikuwa unamaanisha nini? Ya, ni kweli. Nilikupigia simu. Kuna mwanamke ameingia hapa mtaani. Na inavyosemekana huyo mwanamke ni mpelelezi. Na ndio maana nilipokupigia simu nikakusii. Nikakwambia kabisa kuwa makini na mwanamke yoyote atakayejaribu kukusogelea. Na kutaka ukushawishi kwa kitu chochote, achana naye. Sawa, nimekuelewa. Nitakuwa makini tena zaidi ya umakini. Maana sitaki nipoteze uhai wangu kwa kitu ambacho sijakifanya mimi. Mark, niseme tu asante, maana tayari ushahidi tumeshaukamilisha. Hatuna cha ziada tena kwa sasa. Bado mzee, hatujafikia wakati wa kuenjoy. Unamaanisha nini kusema ushahidi bado upo, wakati Nancy tayari tulishamfukia huko mapolini? Hivyo nakumbuka kwamba pale tulipotupia mwili, tulivyorudi tulikuta huko. Na inavyoonekana ule mwili watakuwa aliuchukua maaskari na kwenda kuufanyia uchunguzi. Nasikia kama unajua kuna ushahidi wowote wa Nancy alioacha humo ndani, wewe hakikisha tunaupoteza kabla askari hawajaja humo ndani kupiga search. Unasema kuwa mwili watakuwa wameuchukua kwa ajili ya upelelezi? Lakini mimi niseme tu, hata kama ameuchukua huo mwili,
mimi hapa ndani kwangu hakuna ushahidi wowote unaohusiana na Nazi. Kwa hiyo tupo mikono salama. Vipi kuhusu nguo zake? Nimekumbuka. Kwani nguo zina shida gani na wewe? Kuna nguo zake kibao zipo tu huko ndani, zile ambazo aliziacha wakati bado hajafa. Sasa huo ndo ushahidi niliokuwa nauzungumzia. Sikiliza mzee, hizo nguo inabidi tuzichukue twende tukazichome moto. Hapo ndipo tutakapokuwa tumepoteza ushahidi. Sawa, nimekuelewa. Ndiyo afande. Unaongea na Chika. Lakini afande, kama ni kuhusiana ushahidi wa Nazi, mimi nishakwambia sifahamu chochote kile. Basi sawa. Kesho mapema nitakuwepo hapo kituoni. Ni nani wale wakupigia simu? Afande Lama anahitaji kituoni siku ya kesho. Sikiliza mzee, kesho ukielekea huko kituoni, hakikisha unajibu ulichoulizwa, na usije ukaonyesha dalili yoyote ya uoga ukamfanya askari na hisi chochote. Unaelewa mzee? Sawa. Lakini haujasikia tetesi zozote kuhusu dada yangu au kaka? Karibu. Asante. Za saizi dada. Samahani dada. Mimi ni mwanafunzi wa chuo. Nipo natafuta chumba cha kupanga. Sijui nitapata. Pole sana. Sisi vyumba vipo, lakini hatupangishi. Endelea kutafuta, unaweza ukapata huo mtaa wa pili. Da. Sema kweli dada yangu limezuula hadi nimechoka. Naomba unisaidie hifadhi hata kwa siku ya leo tu. Ili kesho asubuhi nitakapoamka nijaribu kuangaza tena. Hilo linawezekana, lakini mimi sikujui. Na je, likitokea la kutokea, tajieleza nini mimi? Sawa dada yangu, unachokiongea uko sahihi kabisa, lakini mimi nakuhakikishia mimi ni mtu mzuri. Naomba uniamini dada yangu. Okay, sawa. Mimi nitakusaidia kwa sababu wewe ni mwanamke mwenzangu, lakini nitakapofika kesho itabidi uangalie jinsi ya kufanya. Tunaweza kwenda ndani. Sijui itakuwaje sasa mwanangu, maana mpaka sasa hivi tumetafuta kitambulisho hatukioni. Hivi unahisi atakuwa amekiokota mtu gani? Unafikiri atakuwa amekiokota tu raia wa mtaani? Yaani hilo swali unaloniuliza mimi, na mimi ndo najiuliza hivyo hivyo. Lakini usiku tunavyokuja kuutupa mwili,
ujue kama kuna mtu alikuwa anatufuatilia hivi. Sikiliza mzee, unajua fika kabisa kwamba ile eneo linalindwa. Hivi tunapoendelea kukaa hapa mzee, muda wote tunaweza tukaokotwa. Sikia mwanangu, hapa tusiendelee kula time. Kama kitambulisho kimepotea, kimepotea. Fikiria vitu vingine. Kitambulisho kina umuhimu gani sasa? Eti kitambulisho hakina umuhimu wowote. Sasa hizi inabidi tufikirie kumaliza hili swala. Tumebahatika kutupa mwili, umepoteza kitambulisho, pia ni uzembe wako na sio kunilaumu mimi. Lakini mimi naona kwa sasa hivi tusitake kujua nani amekiokota. Cha msingi inatakiwa tupambane, tukitafute kisha turudi. Sina mtu aliyemtume tuondoke zetu. Haya, tuondoke kama ulivyosema. Bila shaka wewe ni mhalifu, si ndio? Hapana, mimi sio mhalifu. Sasa unafanya nini kwenye eneo la tukio? Tukio? Tukio gani? Mbona sielewi? Unajifanya wewe chochote kile. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi na tutaelekea kituoni. Nilikuwa najiuliza mhalifu haya mauaji atakuwa ni nani? Sasa naanza kupata picha, atakuwa ni huyu mwanamke. Na inaonekana ni jambazi la dunia hili, ameweza kunipiga mimi.
licha ya mafunzo yote niliyopitia ukomando, lakini amenishinda. Kwa kweli hili swala sitolifumbia macho. Nitahakikisha namkamata ili jambazi. Hapana, sitokaa kimya. Sitokaa kimya kabisa.